Leo tuko katika mwaka wa 2026. Wewe kila siku unalalamika ukisema kwamba mimi hali yangu haibadiliki. Acha sasa tuone mambo muhimu ambayo yanaweza kukusaidia. Karibu kwenye chaneli yetu ambayo inaitwa Mambo Yote. Wewe unayonifuata popote pale ulipo, nataka tuzungumze mambo mbalimbali ambayo yanaweza kumgeuza uchumi. Kitu cha kwanza, badilisha akili. Sasa kabla pesa haijabadilika, inabidi wewe akili yako iwe inabadilika. Mtu anayeamini hii ndiyo maisha yangu hatainuka kamwe. Lakini mtu anayesema lazima nitoke hapa, huanza safari ya mabadiliko. Inabidi sasa wewe akili yako uirejeshea kwamba inabidi utoke katika hatua hii na usogelee hatua nyingine. Maana ukweli ni kwamba maskini wengi hawana shida ya nguvu, maana wana shida ya akili, wana shida ya fikra. Kwa hiyo wewe ugeuze fikra. Kitu cha pili, uwe na nidhamu ya kila siku. Si siku moja kubwa inayobadilisha maisha, ni kitu kidogo unachorudia rudia. Maanake ni tabia ndogo ndogo ambazo wengi wanadhalau, ambazo zinageuza mtu. Unaweza kutoka katika nafasi hii zikakuweka katika nafasi nyingine. Uwe unaamka mapema, uwe unajifunza vitu vipya, uwe unaweka mipango na kuifuata, kwa kuwa mafanikio yanapenda wale watu ambao wenye wanafuata ratiba. Nakuta mtu ambaye hana ratiba yoyote ile, ukakuta anazunguka hivi na vile huku na kule bila kutegemea kitu, maana anazulula bila mpango wowote. Hiyo sasa ndiyo inafanya watu wengi wabaki maskini. Kitu cha tatu, uwe na chanzo zaidi ya kimoja cha kipato. Inabidi sasa ujaribu vitu kadhaa. Usisubirie kitu kimoja tu, kwa kuwa unaposubiria kitu kimoja alafu kikaharibika, utakuwa na shida kabisa. Inabidi sasa unajaribu haya na mengine. Kitu cha nne, badilisha mazingira yako. Sasa nikisema mazingira, wewe sikia marafiki wanaokuzunguka. Ndiyo, ukikaa na watu wanaolalamika, utaishi kulalamika na wewe. Ukikaa na watu wanaojifunza, utaanza kukua. Kwa hiyo inabidi sasa uwe na watu ambao wanakukuza kiakili, sio wale ambao mnakaa na kuongea katika matukio au kuongea katika watu wengine. Hapana, uwe na wale watu ambao wanakuzidi au mnalingana, au wale ambao wanaelekea katika mpango unaoelekea. Bora uwe wewe mwenyewe kuliko kuwa na marafiki ambao wanakubakiza katika umaskini. Kitu cha tano, uwe na subira. Uwe na subira. Watu wengi hasa vijana wanadhani ya kwamba mtu anafanikiwa katika usiku mmoja. Maana analala na kuota amefanikiwa, alafu akakuta amefanikiwa. Sio hivyo. Ukweli ni kwamba hakuna mabadiliko ya haraka. Inabidi sasa
mafanikio yaje kidogo kidogo, hatua kwa hatua. Kwa hiyo usikate tamaa, kwa kuwa huenda mafanikio yako karibu kiasi. Kitu cha 6, tegemea Mungu na juhudi. Kwa kuwa dua bila juhudi ni ndoto, na juhudi bila dua ni kiburi. Inabidi sasa hayo yote yatumike. Uombe Mungu, sijui dini yako, kila yeyote katika maombi yake na Mungu yake. Sasa uombe na kazi pamoja. Usikae tu eti Mungu atanifanyia hivi na vile, au uende kufanya kazi bila kuweka dua mbele. Kitu cha 7 na ambacho ni muhimu sana, uwe na afya bora. Sasa watu wengi hawajui ya kwamba afya bora ndo chanzo cha mafanikio. Kwa kuwa usipokuwa na afya bora, utaenda kutumika, utafanya kazi yoyote ile. Mafanikio yoyote yanaletwa na maisha bora, afya njema. Sasa ili tuweze kuwa na afya bora, inabidi sasa ujue chakula mwafaka. Inabidi ufanye mazoezi ya kunyosha misuli, na ujue ni lini naweza kwenda kwa mganga, naweza kupata dawa gani. Kwa hiyo kama we unataka kukubadilisha hali yako, usisite kunifuata, usisite kufanya subscribe, like, share and comment, ili tuweze kupanua familia yetu.